إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. بعدكم حميد مجزين سبحانه وتعالى نكم تكرحمنا أمان متوم محمد صلى الله عليه وسلم na wausieni pamoja na kujihusia nafsi yangu juu ya kumta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ama unwan au khutba nitakoizungumzia ni moja ambalo kwamba linalotafua akida ya Muislamu kwa kuwa yeye kudai yasiyomo kwenye dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuwabandika masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada kuwa wao wameelezewa sifa zao na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, zikaelezewa sifa zao na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na vile vile tabi'in wakasimama kueleza sifa za masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ikiwa maudhu ni ihanatu sahaba inda Shia, kuwa wao itikadi wanaoitakidi juu ya masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ahlu sunna wao waitakidi vipi kuwa masahaba watakiwa wafanyiwe lipi, watakiwa wapewe lipi kwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyosema, apewe vipi masahaba kwa yale ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuwa yeye alielezea umuhimu ya wema hawa ikiwa ni masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama aqida ya ahlu sunna ikiwa iliwaelezea wanazuoni ni kuwa mtu kudai kuwa mimi ni ahlu sunna au mimi niko kwenye manhaji ya salafia, ni wewe lile lilosemwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lilosemwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wewe utajisalimisha nalo. Hawa wamesifiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wewe vile vile watakiwa uwasifu. Wameelezewa na Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nawe vile vile watakiwa uwape yale yale walopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala usilete kasoro juu ya kuwatuhumu masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kuonyesha wazi na dalili za Qur'ani. Angalia Imam Tahawi rahimahullah aelezea namna ya ahlu sunna yeye atakiwa lipi, alafu tufanye mukarana baina ya aqwalu za ahlu sunna na aqwalu Shia wanayasema kuwadhulia masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuwapa yale ambao kwamba wao hawastahiki kwa sifa mbaya mbaya kuzitoa kuwapa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam al-Tahawi asema wa nuhibbu ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. kuelezea kauli hii kwa kuwa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anavyoelezea Tahawi kuwa misingi ya ahlu sunna wao wasimama vipi kuwapa wema masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa yale wanaofaa kupewa kupitia Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na vile vile hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kusema nuhibbu ashaba rasulillah, yani sisi ahlu sunna
au salafia twawapenda masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala nufritu fi hubbi ahadin minhum, wala hatuzidishi mapendi yakapita kiwango chake kinachotakiwa, wala natabarra'u min ahadin minhum, kisha sema wala hatuipoke wala hatukali kando na mmoja katika hao masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nubghidhu man yubghidhuhum, na sisi twamtukia yule anayewatukia masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bighairi alkhair yadhkuruhum, na hao ambao kwamba wao wanaowataja masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa wao wawataja pasi na khairi ya aina yoyote. Kisha sema wala nadhkuruhum illa bikhairi, na sisi hatuwataji isipokuwa kwa lile la khairi walilonalo. Wa hubbuhum dinun wa iman, na kuwapenda wao ni mapendi ya dini na vile vile ni imani muislamu awe nayo. Wa ihsanun, halafu na ni wema wawafanyia masahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyan, na lao kwa yeye utasimama umtukie sahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au umpatie asokwa yeye hastahiki kupatiwa, ima utangia kwenye kufru, au wewe ni tughyan, umemuasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hali ya juu, baada kwa Qur'ani yathibitisha kuwa hawa ni wema kisampuli hii, hawatakiwa wafanyiwe hivi, wewe ukaja naye kusema la, huyo alikuwa hali yake ni hivi, kama nitakavyoelezea maneno yao waliyosema kupitia vitabu vyao, kuwaelezea masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuwatia kasoro kwa ila ambazo kwamba hawastahiki kupewa yoyote katika hawa, ikiwa ni masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiyo kauli ya Imam Tahawi yaonyesha wazi kuwa sahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anayedai ni ahlu sunna, yeye atakiwa mapendi yake ampende sahaba, jua na kumtukia sahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iwa kwa wao ni tughyan, yani ni maasi makubwa umeyafanya baada ya sifa zake zimethubutu, wewe ukasema la, haya hayastahiki kupewa, ukajana yako, jua utakuwa wewe umemuasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wala usiingie kwenye grupu ambazo kwamba wao wanadai kwa wao ndio wenye kwenye misingi ya sawa, na hali nususu za Qur'ani na hadithi za bainisha kuwa nyinyi hamuko kwenye sawa, na sawa ni hapa kwa dalili za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kauli nyingine ya Ibn Abbas kumfahamisha Muislamu vile vile kuwa wewe kaa utakavokaa, lakini watakiwa msingi wako na msimamo ufanye i'tiraf, kujijulisha kuwa sahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hafanani na yote baada ya mtume, kuwa wao ni wema baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usije na yako kuyasema kinyume na dalili za Qur'ani ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na vile vile kinyume na sunna za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zilizothibitisha ubora ya hawa masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas aliposema kwenye athari yake, la tasubbu ashabi Muhammadin, la tasubbu ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fala maqami ahaduhum sa'atan ma'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairun min amali 40 sana, sahihi ambao kwamba amesahihisha Sheikh al-Albani kwenye Dhilal al-Janna. Asema Ibn Mas'ud Ibn Abbas kwenye athari hii kuwa athibitisha wanamtukana au wanawatukana masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kudai kuwa hawa walifanya dhulma si yao, waliwafanya si ya haki, wakawathibitisha wengine kuwa hawa ndio ni aula zaidi kufanyiwa. Baadaye mkatua maneno kuwatukana masahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas athibitisha, asema fala maqami ahdihim minhum, msimamo tu wa yule mmoja katika wao alokuwa na mtume sallallahu alaihi wasallam, yani kusimama na mtume pekee. Ibn Abbas athibitisha, asema la kusimama tu na mtume sallallahu alaihi wasallam sahaba khairun min amali 40 sana, ni bora kuliko amali yako utakayoifanya muda wa miaka 40. Ina maana ni watu waliowekwa sehemu yao
na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni watu walolokezwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pawema kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu wakaja watu wakasema la, hawa siwa wanaostahili kupewa sifa hizi, na kuwapa yasowemo kwenye Qur'ani na kuwasingizia yale ambayo kwamba ya urongo wazi, kwa kuwa wao walikuwa wakizifanya sifa hizi kama nitakavyozielezea kunukuu kwenye vitabu vyao, kwa kuyasema haya yalikuwa kwa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Qur'ani yapinga ya waliyasema, hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam vile vile yakataa misimamo yao ambao kwamba wao wanadai juu ya masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuwa aqida ya ahlu sunna baina ikisimama aqida ya ahlu sunna na ar-rafidha, ikiwa ni ashia, kama alivyosema Daktari Muhammad Khalifa ambao kwamba at-Tamimi kwenye mu'takadi ahli sunna wal jamaa, alivyosema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah vile vile kwenye fatawa yake, kwa kuwa makundi haya mawili ahlu sunna wal jamaa, kuwa ni wapi litakuja kutemkwa neno ahlu sunna iwe ni taarifi al-akhasi, yani ni watu fulani pekee, kisha asema na itakuja wakati iwe itemkwe neno ahlu sunna ije taarifi al-aammi. Kwa hiyo aelezea zote njia mbili, imma itakuja iwe taarifi al-akhasi au ije iwe taarifi al-aammi. Na taarifi al-akhasi aloisema Daktari Khalifa at-Tamimi rahimahullah kwenye kitabu chake, akaleta kauli tatu. Kwanza akasema ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam pekee, hawa ndio ahlu sunna. Akaleta kauli ya pili, asema ni sahaba wa tabi'un au tabi'in, hawa ndio ahlu sunna. Akaleta kauli ya tatu, asema wa hadha huwa alqawl alladhi dhahaba ilayhi akthar ahli alilmi, kwa kuwa ahlu sunna ni masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha ni tabi'in, kisha ni tabi'u tabi'in, kuwa hawa ndio waloathirika na yale ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na akastadili na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kusema Mtume, bora wa watu ni ile karne yangu, thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kwa hiyo kuleta taarifi hii au taarifi hii, akasema hii ni taarifi al-akhas, pindi masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam au anaitakidi mu'takadati za ahlu sunna, yeye atakuwa ameingia ndani. Kila atakainukia akafuata mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamfuata sahaba wa Mtume aliposimama, akawafuata tabi'in kwa yale ya wema ya sahihi waliyosema, yeye vile vile huambiwa ameingia kwenye mwongozo huu, ikiwa nao ni taarifi al-akhasi, yani taarifi ya watu fulani, si kila mmoja anaingia ndani. Akaja kwenye taarifi al-aammi, na Ibn Taymiyyah rahimahullah akasema kullu man athbata khilafata thalathata min ashabi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa athbata sahabata fahuwa yu'taqadu annahu ahlu sunnah au yusamma bi annahu ahlu sunnah. Asema yule atakayekuja akathibitisha masahalifa matatu, imma Abu Bakar au Umar au Uthman, baadaye ukawapa masahaba sifa zao na wema walokuwa nayo, Ibn Taymiyyah asema huyu vile vile azingatiwa yeye ni ahlu sunna. Na hii ni taarifi al-aammi. Anaposimama rafidha na aqida ya ahlu sunna, watakuwa yameingia at-tawaif adh-dhala, vile vile zimeingia kwenye taarifi hii ilosema na Ibn Taymiyyah, ikiwa ni taarifi al-aammi. Kwa hiyo asema murji'a atakuwa ameingia ndani, lakini asema Dr. Khalif kaunuhu fi i'tiqadi muayyan, kaunuhu fi muqabil tawaif muayyana, kwa kuwa wao wameingia kwanza kwenye itikadi khasa, si katika kila itikadi. Ni itikadi gani? Kwa wao wathibitisha masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wathibitisha makhalifa watatu. Kisha kaunuhu fi muqabil tawaif muayyan, ni kuwa limepambana na kundi la rafidha, wa watia kasoro masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hawa wathibitisha ubora wao, isipokuwa grupu 4 ambazo kwamba zimeelezewa na wanazoni, vile vile wametia ilal
kuwatia masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kusema wao walikuwa si waadilifu. Kundi la kwanza ni Shia, la pili ni al-Khawarij, kundi la tatu ni as-Sawaib, kundi la nne ni al-Mu'tazila. Kuwa wao hawaitakidi uadilifu wa masahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuyasema kinyume yale ambayo kwamba hayakuthibiti au hayakusihi kwa mtume wala kwa masahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kuwasingizia yao wale ambao kwamba wao hawakuwa ni wenye kuyasema. Lingine linalothibitisha ubora vile vile la masahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kwa aliokuwa akiyasema, ikiwa ni athar alipokea Imamu Bukhari kwenye sahihi yake, akisema Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu juu ya mapenzi yake kuwapenda ahlul baiti wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kinyume wanavyoitakidi wao kuwa Abu Bakar yeye alikuwa ni mpinganifu mkubwa wa ahlu baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, na kupewa mambo mbalimbali Abu Bakar kuwa yeye alikuwa ni kafir, yeye alikuwa ni khain, kwa yao waliyasema kumthibitishia Abu Bakar. Lakini mwenyewe athibitisha mahaba yake kwa watu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na namna ya itikadi yake alokuwa nao Abu Bakar ni kinyume wazi wao wanayosema Mashia kumzulia au kumpatia Abu Bakari kwa lile ambalo kwamba yeye hakulisema. Asema Abu Bakar, walladhi nafsi biyadihi la qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asila min qarabati. Ulisema hili, asema na aapa kwa yule nafsi yangu iko kwenye mikono yake, yani aapa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akisema la qarabati Rasulillah, familia ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam au usra wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbu ilayya, ni usra ambao kwamba wenye kupendekeza zaidi kwangu mimi, an asila, kuunga, min qarabati, kuliko usra wangu, yani mimi kutangamanika na usra au na familia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwangu ni bora zaidi na ni jambo linalopendekeza zaidi kuliko kuiunga familia yangu. Ina maana Abu Bakar kwa neno alolisema tayari aitiraf kuwa yeye hakuwa kinyume na wanavodai wao, haikuwa itikadi yake kuwa yeye awasingenya na kuwapa ahlu baiti Rasulillah yale ambao kwamba wao hawana, bali Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mahaba yake alilemea kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahaba yake vile vile yalikaa baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa jamaa zake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa namna ya itikadi na imani alokuwa nayo sahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha Muhammad ibn al-Hanafiya, ikiwa ni mtoto wa Ali ibn Abi Talib, asema Muhammad ibn al-Hanafiya, vile vile ni riwaya akhrajahu al-Bukhari kwenye sahihi yake, kusema qultu li abi Ali ibn Abi Talib ayu nnasi khairun ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kuwa yeye alimuuliza babake ikiwa Ali ibn Abi Talib amwambia ni nani mbora wa watu baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akajibu Ali kumjibu Muhammad ibn al-Hanafiya amwambia Rasulullah, ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha akamuuliza tena thumma man, akamwambia Abu Bakarin thumma Umar radhiyallahu anhuma, kuwa hawa ndio mbora wa umma huu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada mwenyewe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ijma ya ahlu sunna kwa wao wote wameafikiana mbora wa umma huu wa mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikiwa ni Abu Bakar, kisha ni Umar, kisha ni Uthman, kisha ni Ali, kwa ijma walaifanya juu ya kuwa itikadi yetu kwa nasi ambazo kwamba ziolega nasi ziloshiriwa na mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa nazo ni nususul khafi, kwa kuwa wao ahlu sunna wasema kwa nasi zilolenga kuwa Abu Bakar yeye ni mbora baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha ni Umar,
kisha ni Uthman, kisha ni Ali, kisha ni wale wanne vile vile walobashiriwa pepo na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwaya nyingine ya Jabir akisema vile vile, alipokea Imamu Muslim kusema, la yadkhulu ahadun an-nara baya'a takhta ash-shajarati illa sahib al-jamal al-ahmar. Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema riwaya hii, Jabir akipokea kusema, hakuna yeyote ataingia ndani ya moto wa Jahannam katika wale walotoa voti zao kumpatia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam juu ya dini hii ya Kiislamu. Baadaye Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, illa sahiba aljamal alahmar, isipokuwa yule alokuwa na ngamia mwekundu. Na wanazoni wathibitisha watarehe kama alivyosema Uthman ibn Muhammad al-Khumais kwenye hukbatu min tarikh, asema hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa walotoa voti zao kumpatia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumbai kwenye dini ya Kiislamu ni masahaba 1400, mmoja akiwa ni Al-Jadd ibn Qais, na hakuwa moyo wake ni safi na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakuwa yeye ayataka ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa ni munafik kuwa yeye hakutoa bei yake kumpatia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na akaregea vile vile. Ndio wasema baada ya kusema hili Mtume sallallahu alaihi wasallam, wote wataingia ndani ya pepo walomvoti chini ya mti shajaratur ridwan, kisha asema illa sahib aljamal alahmar, na alokuwa na ngamia mwekundu ni huu munafik, ikiwa ni Al-Jadd ibn Qais, kwa yeye alikataa kumbai Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na akakaa na hali yake ya unafiki kumfanyizia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baada kujidhihirisha kwa Mtume kuwa yeye ni katika grupu lake, na akawa wazi ni kinyume na masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali akawa yeye ni mnafik, kwa bishara ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa yeye hatoingia sehemu hiyo iliyoelezewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baada kuelezea wale watakoingia ndani ya pepo hiyo. Kauli nyingine ya Ibn Abdul Barri akithibitisha vile vile itikadi ya Ahlus Sunna na kuelezea wanayosema Mashia ni kinyume yale yanayoitikadiwa na wenye misingi ya sawa kwenye dini hii ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na walofuata sawa athari za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abdul Barri asema, ajma'a ahlul haqqi min almuslimina wa hum ahlus sunna wal jamaa ala annahum kulluhum udulun. Asema Ibn Abdul Barri kuwa tayari wanazoni wa ahlus sunna wameafikiana kwa kuwa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wote ni waadilifu. Hakuna sahaba alokuwa ni khain, hakuna sahaba alokuwa yeye ni kadhib, jichurongo, hakuna sahaba alokuwa na sifa ambazo kwamba za tofautiana na sharia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au zinazoenda kinyume na mambo au maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali asema ittifaqi ya ahlu sunna na ijma kwa masahaba wote wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wao walikuwa kwenye hali ya uadilifu, na wakayafanya yale yanayotakiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wakatekeleza yale walioelezewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam juu ya dini hii ya Kiislamu. Yao Mashia waliyasema, ikiwa ihana walioifanya juu ya itikadi anotakiwa Muislamu aitakidi juu ya sahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Mashia wao wanaoitakidi kwa yao waliotegemea, ikiwa ni maneno yao yasokuwa na msingi, kusema Abu Bakari yeye hali yake ilikuwa ni hivi, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atakuwa kwenye hali hii, ni maneno yao wanayosema yasokuwa na msingi wa aina yoyote, bali ikiwa ni unyonge na intiqas, kasoro kuwatia masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuwasingizia yale ambayo kwamba wao hawakuwa nayo, na kuwapa yale ambayo kwamba wao walikuwa wamesafika nayo kupitia dalili zinazoelezea sifa zao Qur'ani na dalili za hadithi zinazoelezea kuwa wao
walikuwa ni watu wa kisampuli hivi, hawakuwa hivi wanavyosema mashia kuwa wao masahaba walikuwa kwenye hali hii kama maneno yao wanaoitakidi. Kauli ya kwanza ilosema na Muhammad al-Mala al-Kashiniyu, ikiwa ni mmoja katika mwanatuoni wa kishia, kwenye tafsir Manhaj as-Sadiqin, akisema Nu'man akipokea kwa Muhammad al-Baqir al-Majlisi kuyasema haya: lamma yadhharu al-Imam al-Mahdi yuayiduhu bil malaika wa awwalu man yubayi'uhu Muhammadun alayhi salatu wassalam thumma Ali alayhi salam. Kwa haya waliyasema wao aliyosema Muhammad al-Baqir yalopokewa na Muhammad al-Mala al-Kashani kusema Mtume sallallahu alaihi wasallam na Ali ibn Abi Talib itakuja kwenye hali wasikilie kwenye hali hii. Kusema Nu'man atakapodhihiri al-Mahdi, wanavyoitakidi wao kusema al-Mahdi ni Muhammad ibn al-Hasani al-Askari, ikiwa ni kinyume na nasi ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuelezea al-Mahdi atakaidhihiri si al-Mahdi wanaomdai wao, ikiwa al-Mahdi Muhammad ibn Hasan al-Askari, bal itikadi ya ahlu sunna na hadithi ilosihi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kuwa mwisho wa zama atadhihiri mtu akisema ismuhu yuwatiu ismi wa ismu abi yuwatiu ismi abihi, au kama kala alayhi salatu wassalam ala maana alhadith. Akisema Mtume sallallahu alaihi wasallam atadhihiri mwisho wa zama mtu jina lake lafanana na jina langu na jina la babake yeye lafanana na jina la babangu mimi, na wanazoni wasema ni Muhammad ibn Abdullah ndio Imamu al-Mahdi atakayedhihiri mwisho wa zama, wakati atakapoteremka Isa alayhi salatu wassalam, na ndipo atakapodhihiri Imamu al-Mahdi, baada dhalika adhihiri Isa alayhi salam. Lakini wao itikadi yao wanaosema kuwa la al-Mahdi al-muntadhar, yule alolengwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Muhammad ibn Hasan al-Askari, na hii ni kauli batil isokuwa na msingi wa aina yoyote, bali nasi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yalenga kuwa ni Muhammad ibn Abdullah, si Muhammad ibn Hasan al-Askari wanavyomdai wao. Kisha asema Nu'man atakapodhihiri al-Mahdi, wao wanaoitakidi yuayiduhu bil malaika, asema malaika watakuja kumpa nguvu kwa lile atakalokuja nalo mwisho wa zama. Kisha asema wa awwalu man yubayi'uhu, kwa lengo atakalokuja nalo wa kwanza atakayeenda kumpiga makamama na kumpatia ongera juu ya lile, wasema ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha ni Ali ibn Abi Talib, ikiwa ni maneno waliosema wao kwenye tafsir Manhaj as-Sadiqin, na hili wazi kuwa ni iftira na kuwa ni ihana kumdhulia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumpa Ali ibn Abi Talib kuwa wao mwisho wa zama watakuja na wampatie Muhammad ibn Hasan al-Askari ongera na pongezi juu ya lile atakalokuja nalo. Na hili wazi ni unyonge kumtia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na vile vile ni ihana kumfanyia Ali ibn Abi Talib, imamu wao wanavyoitakidi wao. Lakini Ali ibn Abi Talib yeye mwongozo wake ni kinyume na wanavyoitakidi wao, na wakamfanyia vile vile Ali ambapo kwamba anaofaa kufanyiziwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakasikilia hadi kusema Ali wewe ndiyo yule, kama alivyosema Abdullah ibn Saba alipoenda kwa Ali amwambia anta huwa, amwambia Ali anta huwa, akamkariria mara tatu. Alipofahamu Ali akajua kuwa huyo akusudia kuwa mimi ndiyo huyo, yani mimi ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na itikadi dhala, itikadi hazikuwa kwenye mwelekeo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hazikuwa kwenye dasturi ya wema baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikiwa ni masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kauli nyingine ilosema vile vile na Muhammad al-Baqir al-Majlisi kwenye kitabu chake Haqqul Yaqin, akisema haya annahu qala li Ali ibn al-Husaini mawla lahu li alayka haqqun, yani Ali ibn al-Husain alipoulizwa na Muhammad al-Baqir
ikiwa wote wana itikadi za kishia wanaosema wao na waliosema ni kinyume na yale ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad al-Baqir alimwambia Ali ibn Hussein kumwambia haya: li alayka haqqul khudma fa akhbirni an Abi Bakr wa Umar, mimi nina haki ya kukutumikia wewe. Akimkusudia Ali ibn Hussein, amwambia nipe habari basi kuhusiana Abu Bakari na hali ambapo kwamba alokuwa na Umar. Ukinielezea hayo mimi nitakutumikia wewe Ali ibn Hussein. Faqala Ali ibn al-Hussein, Ali akasema kumwambia Muhammad al-Baqir, innahuma kana kafiraini, hawa wawili walikuwa ni makafiri. Alladhi yuhibbuhuma fahuwa kafiru aidan, na yule ambaye kwamba atakayetoa mapenzi yao kumpenda Abu Bakar au kumpenda Umar, naye vile vile azingatiwa ni kafir kwa wanayosema wao, kama alivyoyanukuu Muhammad al-Baqir al-Majlisi kwenye kitabu chake Haqqul Yaqin, kwa kusema hawa wawili hawakuwa kwenye misingi ya sawa na itikadi yao haikuwa ni itikadi yenye mwelekeo, bali wao walikuwa ni makafiri, na atakayetoa mapenzi yao vile vile wao wazingatiwa ni makafiri kwa wanavyoitakidi wao itikadi mbovu, baada ya kuridhewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala radhi, na baada ya kupewa sifa zao na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baadaye wakaja wakasema yale yalosemwa na Mungu hayamo, yalosemwa na mtume vile vile hayakulekea. Wanayofaa kupewa Abu Bakar na Umar ni haya tunawasema sisi. Wakaenda kinyume na Qur'ani, wakaenda kinyume na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wakawaingiza masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye ukafiri, na wakawapa vile vile yale ambayo kwamba wao hawastahiki kufanyiwa. Kauli nyingine ilosemwa na Abu Hamza Timali vile vile mshia kwenye kitabu chake Biharul Anwar, akisema annahu sa'ala al-Imam Zainul Abidin an hali Abi Bakr wa Umar faqala kana kafiraini wa man yuwalihima fahuwa kafir. Vile vile Zainul Abidin alipoulizwa na Abu Hamza Timali kuhusiana na hali alionao Abu Bakar na hali alokuwa na Umar, akajibu Zainul Abidin kama alivyonukuu Hamza Timali kusema kana kafiraini, kuwa hawa misingi yao ilikuwa ni misingi haifanani na dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wao walikuwa ni makafiri, na wao vile vile walikuwa ni kinyume na yale ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa man yuwalihima, na atakayetoa mapenzi yake na kuwapeleka masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam mbele, asema vile vile Zainul Abidin, yeye vile vile azingatiwa ni kafiri. Yakawa yote wanayosema wao hayalingani na ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hayalingani na ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba. Aya hii ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuwa wao wanayasema kuwapa masahaba, na aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaelezea wazi kuwa Mungu amewaelea wao radhi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawapa utulivu ikiwa ni masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halafu wakaja kuyasema yanaupingana na aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuwapeleka pasipotakiwa na kuzingatia wao kuwa wao ni firqatun dala, firqa ambayo kwamba munharifatun anil haqi, kuwa wao wamegeuka haki na wakaikataa lilosemwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kulipinga la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikiwa ndio taifa dhala. Na wasikilia kwenye hadi kwenye aqidatu shirki ya kudai kuwa Ali au kudai al-Imam Sadiq al-Ja'far Sadiq kuwa yeye ardhi iko kwenye mikono yake, yeye ampatia ardhi anayemtaka na yeye amnyimia mtu ardhi anayetaka. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala athibitisha kuwa ardhi ni yake
na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kusema yarithuha man yashau min ibadi, ni arithi anayetaka katika waja wake. Lakini wao wakayatoa yale yalothibitika kwenye Qur'ani, wakawapa maimamu wao wanavyoitakidi ni maimamu wasiothibitika na nasi ya aina yote, na kuwapa yale wao ambao kwamba hawafai kupewa, ukasema hawa wamehifadhika, hawana baya lolote watakalofikiwa nalo. Mwisho wakadai kuwa imamu katika maimamu wao 12 asema hawezi mmoja kufa illa min ikhtiyarihi, yeye paka mwenyewe atake amwambie Mwenyezi Mungu sasa nimekubali nife ndio afe. Lakini alawasema Muhammad al-Hakamu, yeye aloelezea kwenye butlani aqaid Shia, Muhammad Sattar asema moja katika itikadi wanaoitakidi kuwa imamu indahum ma'sumin, wa wao wamehifadhika, kwa wao hawezi kufa pasi na ikhtari yake, hataki kufa hafi. Ina maana kuwa maneno yao mauti yako kwenye mikono yao. Leo amekubali kufa, amwambie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala niko tayari sasa niache nife. Atakataa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hana uwezo wa kumfanya yeye afe baada kuwa yeye amekataa. Na haya ni maneno ya kibatili wanayosema wao. Nitamalizia moja baada ya moja kuitakidi kuwa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada kufa walirtadi, na maneno ya wanazuoni walioelezea juu ya hadithi wanaostadili nayo ya masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو البر الكريم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kumalizia baadhi ya maneno yao waliyosema ni kauli iliyopokewa na Abi Jaafari alayhi salam wanavyoitakidi wao kwenye kitabu Rijalu Kashi juu ya masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na nasi walaitegemea ikiwa ni hadithi sahihi alipokea Muslim. Lakini wanazuoni wa ahlu sunna wa wao wameitafsiri kivipi ilivyokusudiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wakaifahamu kisampuli gani kinyume na mafhumu yao walokuwa nayo mashia juu ya hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na juu ya itikadi waloitakidi kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenye Rijalu Kashi asema haya: kana an-nasu ahlu ridda ba'da an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa thalatha, akithibitisha kuwa watu yani masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walirtadi baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam isipokuwa watatu kwenye masahaba wa Mtume. Wao walikaa imara kwenye dini ile ile waliotiwa na Mtume, wao walikaa kwenye mwongozo ule ule wa Qur'ani na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akaulizwa Abi Jaafar, hawa watatu mnawasema nyinyi kuwa wote walirtadi wakabakia watatu? Akasema wa kwanza ni Al-Miqdad ibn al-Aswad, kuwa huu hakurtadi kwenye dini baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akaelezea wa pili ukisema Abu Dharr al-Ghifari, vile vile alibakia kwenye msimamo ule ule wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na watatu ni Salman al-Farisi, kuwa hawa hawakurtadi wakabakia kwenye mwongozo ule ule wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wakawa wao wayatekeleza yale yale walioatiwa na Mtume. Kwa hivyo itikadi yao wanavyoitakidi kusema hawa watatu walibakia kwenye dini, lakini wote walokuwa kwenye mwongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walokuwa waitakidi hakuna dini isipokuwa ni hii. Waliosema baada kufa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikiwa ni Abu Bakar
anayemwabudu mtume sallallahu alaihi wasallam. Bakara akasema hakika mtume amekufa. Na anayemwabudu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, Abu Bakar akasema fa innahu hayyun la yamut, kwa yeye uko hai hafi. Kwa hivyo la Abu Bakar kusema hili baada ya kufa mtume, walokuwa wao wamwabudu mtume sallallahu alaihi wasallam, Bakar asema amekufa. Walokuwa na itikadi kuwa mtume naye vile vile aliletwa kwa ajili ya ibada na afaa kufanywa ibada ni Mwenyezi Mungu, awambia jueni basi Mwenyezi Mungu hajafa, uko hai. Kwa hivyo haya yaonyesha wao waliyosema tayari ni urongo wazi. Kusema hawa wote walirtadi, si Abu Bakar, si Umar na wengine wote walirtadi. Kisha vile vile maneno yao yawaingiza wao vile vile ndani. Kusema illa thalatha, Ali ibn Abi Talib ameenda wapi? Al-Hasan ibn Ali, Hussein ibn Ali, Muhammad ibn Ali ibn Hussein, Muhammad ibn Hussein ibn Ali, wote hawa ina maana kwa yao waliosema waliingia kwenye grupu hili, lakini kuwa ni itikadi mbovu wanaoitakidi wao na kuwa wao wayatoa kwa rai zao na hawa zao, ni fikra imewajilia kusema sisi tuyaseme haya na kuyakataa wazi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kusimama kuyapinga yale ya masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalothubutu kwa wao kiijmaa na ittifaki ya wao kuwafikiana juu ya jambo, ukajayo kusema la, hili halifai. Kauli nyingine ya Al-Kumaitu, ikiwa naye alipomuuliza mmoja katika maimamu wao, Kumait ibn Zaidi alipoenda kumuuliza mmoja katika shekhe lao, kama alivyonukuu mwenye Rijalu Kashi, kusema alipoenda Kumait amwambia as'aluka an rajulain, mimi nakuuliza wewe watu wawili. Faqala ya Kumait ibn Zaid, ma uhrika fil islami mahjatu dami wala uqtasiba malun min ghairi haramin min ghairi hillihi wa nukiha farjun haramun illa wa dhalika fi a'naqihima ila yawmi yaqumu qa'imuna wa nahnu ma'ashara bani hashim na'muru kibarana wa sigharana bisabbihima wal bara'atu minhuma. Kumait ibn Zaid alipoenda kwa mmoja kwenye mashekhe wao wa Kishia, amuuliza mimi nakuuliza kupitia watu wawili, akikusudia Abu Bakar na Umar. Akamwelezea ma uhrika damun, yani ma uhrika fil islami majjatu dami, yani hakuna damu ilobwaga kwenye Uislamu pasi na kuwa sababu ya aina yoyote. Wala kutusiba malun min ghairi hillihi, wala mtu hakufanya tumo la mali yake asiyokuwa ya halali. Wama nukiya farjun haram, na hakuoa mtu yani tupu ya haramu, yani akawa yeye aenda kinyume na dini ya Mwenyezi Mungu, yani asioe kisheria akatumia njia wanaoitaka wao. Illa wadhalika fi a'naqihima, isipokuwa na hilo liko kwenye shingo yao. Ila yaumi yaqumu qa'imuna, mpaka siku atakaposimama yule mwenye kusimamia sisi. Wa nahnu ma'ashara bani hashim, na sisi makundamano ya bani hashim, na'muru sigharana, yani na'muru kibarana wa sigharana, tuamrisha wale wakubwa wetu na wadogo, bisabbihima wal bara'atu minhuma, kuwatukana wao wawili na mtu kuepukana kando na wao wawili. Walokusudiwa ni Abu Bakar na Umar, kwa hakuna damu ilobwaga yani iloteremka kwenye miwili ya wanadamu pasi na sababu isipokuwa Abu Bakar alifanya hili, au watu biashi bila sababu ya aina yote. Wala kutusiba, yani hakuna mtu alotuma mali yake ya haramu kama Abu Bakar na Umar. Wala hakuna mtu alooa kiharamu, yani kutumia njia isokuwa ya kisheria, isipokuwa Abu Bakar na Umar alilifanya. Mwisho wakasema, na sisi kundamano la Bani Hashim, wadogo wetu na wakubwa, tawamrisha wawatukane watu wawili hawa na kuwapa wao yale wasokuwa nayo na kukalia kando na wao. Ina maana kuwa wao waliyosema ni kinyume na dalili za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na vile vile hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulisema hili la haramu au kusema wao walikuwa wakituma mali ya haramu ni wazi kinyume na yale ya Mtume sallallahu alaihi wasallam
na ni kinyume yalosemwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kusema juu ya haki ya masahaba wake wote umuman, akisema wa'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, kuwa Mungu amewaandalia wao pepo yenye kupita chini yake mito. Kisha akasema tena kwenye aya nyingine, ulaika humul mu'minuna haqqan, kuwa hao masahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wao ndio waumini wa kweli kweli, si yao wanayasema kuwa wao walikuwa na haya, bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ayavunja yao waliyasema. Kusema Abu Bakar alikuwa ni hivi, Mwenyezi Mungu amwambia la, humul mu'minuna haqqan, hao walikuwa ni wale waumini wa kweli, hawafanani na yoyote mtu atakavodai kuwa ni Muislamu, atakavodai kuwa ni mu'min, lakini hasikilii kwenye hali alokuwa nayo Abu Bakari, wala hasikilii kwenye hali ya mmoja kwa yoyote katika sahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha Mwenyezi Mungu akasema tena, wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha, kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaingiza wao na kuwalazimisha wao kusimama imara kwenye dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kwenye msimamo wa haki, na wakawa wao ni ahaki zaidi juu ya lile kuliko mwingine yoyote. Yao yote yavunjwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na waliyadai ni kinyume na yale ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa iftirah waliyetoa na kusengenya kuwa hawa walikuwa na haya, hawa walikuwa wakiyafanya haya, yakawa yavunjwa na Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na vile vile yavunjwa na hadithi za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumalizia, la walolisema kuwa masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa walirtadi isipokuwa masahaba watatu, na wakastadili na hadithi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ni hadith alipokea Imamu al-Bukhari kusema mtume sallallahu alaihi wasallam, yuraddu alayya rijalun anil hawdi, yuraddu alayya rijalun a'rifuhum wa ya'rifunani, فيذادون عن الحوض فأقول أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. أسيما متوم محمد صلى الله عليه وسلم هو siku hiyo ya kiyama, baada kuwa masahaba watakuja ili kupata maji kwenye haudhi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na mtume kuwa yeye ndiye atakayeshika na kuonyesha masahaba zake, ni kinyume wanavyosema wao. Wasema kuwa Ali ndiye atakayesimama kwenye birika hili, na mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi zinazojulisha ni mtume ndiye atakayeenda, si Ali ibn Abi Talib. Lakini wao wasema baada kuwa mtume uko sehemu ile, itakuja kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam baadhi ya masahaba waregeshwe. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, mimi nawajua na wao wanijua mimi, niseme kumwambia Mwenyezi Mungu ashabi niambiwe kuambiwa mimi, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka, wewe hujui lile walosimama nalo na wakazusha baada ya kufa kwako wewe. Hadithi ni sahih, lakini kwa tafsiri walivyoelewa wao na alivyoeleza mwenye hukbatu min tarikh Uthman ibn Muhammad al-Khumais kuelezea hadithi hii, aqwalu za wanazoni kuwa wao walitafsiri kisampuli gani na hawa masahaba watakoregeshwa ni kina nani, na akaleta taawili na nasi kubainisha kwamba si kila sahaba kuwa yeye atemka ni sahaba. Aweza kuambia mtu wewe ni sahaba ikiwa ni maana lughawia, lakini maana istilahiyan au maana shar'iyya akawa yeye hana sifa ya sahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndo akasema Muhammad Uthman ibn Muhammad al-Khumaisi kusema haya, awalan, yani hadithi hii akairudi na kuitawili kwa kauli tatu alizosema. Kauli ya kwanza akasema, anna al-murada bil ashabi huna humul munafiqun alladhina kanu yadhharuna al-islama fi ahdi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Akaelezea asema lilokusudiwa kwa masahaba watakaoregeshwa kwenye birika ya mtume sallallahu alayhi wasallam, asema ni wale wanafiki walodhihirisha imani yao kwa mtume sallallahu alayhi wasallam na wakaficha uislamu wao. Akastadili na aya kusema,
idha jaaka almunafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Akawa ayasema haya pindi wanafiki watakapokuja na kudai kwamba yeye mtume ni mtume wa Mwenyezi Mungu, lakini nyoyo zao zikawa ni kinyume na yako unayotaka wewe, ni kinyume na yale yanotakiwa na mtume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kauli ya kwanza sema si masahaba, ni wanafiki ndio watakaoregeshwa kwenye birika ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kauli ya pili alisema Muhammad ibn Uthman kusema almuradu bihim alladhina irtaddu ba'da wafati rasulillah sallallahu alaihi wasallam faulaika alladhina kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ashabi fayuqalu lahu innaka la tadri ma ahdathu ba'daka innahum lam yazalu murtaddina ala adbarihim mutafariqatihim, asema mundu faraqatihim. Akisema kauli ya pili walokusudiwa ni wale walortadi baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wakawa baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam wako kinyume na dini ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakawa na mwongozo usokuwa wa mtume sallallahu alaihi wasallam kuanzia mtume alipokufa, baadaye wakawaendelea na hayo hayo mpaka wengine wakafa ilhali ya kurtadi. Vile vile alenga sema ni wale wale wanafiki walioelezewa kwenye kauli ya kwanza. Kauli ya tatu alisema asema almuradu huna almaana alam, masahaba walokusudiwa ni am, yani kila mtu alipo yeye azingatiwa ni sahaba. Kisha sema anna kulla man sahiba rasulullah wa lam yutabi'uhu, yani yule alokana mtume sallallahu alaihi wasallam kisha yeye asimfuate mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala yadkhulu tahta almaana alistilahi, kuwa yeye haingii kwenye maana ya kisheria. Alikuwa na mtume sallallahu alaihi wasallam, je kuwa kwake na mtume alifuata ya mtume anayotakiwa, alifuata ya Mungu anayotaka, ndio asema atakuwa ni sahaba lugha, lakini hatakuwa ni sahaba kimaana ya istilahi ya wanazoni, wala hatakuwa ni sahaba kimaana ya kisheria. Inavyoitakidiwa kuwa ni sahaba ni yule alokuwa na mtume sallallahu alaihi wasallam na akamwona mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na akamlazim, yani akakaa na mtume juu ya dini yake na akafa ilhali imani yake iko pale pale juu ya dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeye azingatiwa ni sahaba. Ndio asema na hapa walokusudiwa si masahaba kuwa wao walokana mtume na wakafa baadaye waje kuregeshwa kwenye birika ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na akastadili kwenye nukta hii ya mwisho kusema kwa hadithi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema Abdullah ibn Ubay ibn Salul maneno yake kumwambia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in raja'na ila al-Madina la yukhrijanna al-a'azz minha al-adl, kuwa tutakaporejea Madina wale wenye nguvu watawatoa wale wanyonge kabisa. Yalipofikiria maneno haya kwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa istidlali ya nukta ya mwisho kuwa si kila sahaba yeye azingatiwa ni sahaba, aidha kwa ni sahaba lughatan lakini akawa si sahaba kisheria ilivyoelezewa na wanazoni. Asema yaliposikilia maneno kwa Umar kuwa Abdullah ibn Ubay ibn Salul yeye adai haya, ana nguvu, ni mtu wa Madina, na wale wanyonge wa Maka walokuja wataregea sehemu walipotoka. Yalipoenda kwa Umar akamwambia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'ani adhribu unuqa, niache mimi nimkate shingo yake. Yani kwa yale alasema Abdullah rais almunafiqin kuwa niata mimi ni watoe hawa wanyonge. Na Umar yalipofikiria naye akasema yake kumwambia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa sisi ni wanyonge watu wa Maka na yeye kuwa yeye ni mnafiki ni mtu wa Madina, amwambia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi nipe ruhusa mimi kichwa chake ni kinyonge. Mtume sallallahu alaihi wasallam akayasema haya kumwambia Umar, da'ahu la yatahaddathu an-nasa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaqtulu ashaba, wacha kumuua Abdullah ibn Ubay ibn Salul ili wasije watu wakasema
kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye awaua masahaba zake. Ina maana Abdullah ibn Ubay ibn Salul yeye alikuwa ni mnafiki, yalikuwa akiyadhihirisha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mema, lakini moyo wake yaficha yale yaliyomo kwenye moyo wake. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam, na anavyostadili wanazoni wa Ahlus Sunna, wasema kuwa Mtume alitamka neno sahaba, da'ahu hatta la yatahaddathu an-nasa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaqtulu ashaba, achana naye. So watu wakaja kusema kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye aua masahaba zake, na hapa amekusudiwa sahaba kuwa yeye ni maana ya lughatan, wala hakukusudiwa kuwa ni sahaba hakika aliokufa juu ya dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na aliokufa juu ya itikadi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na watakaoregeshwa kwenye birika ya Mtume sallallahu alaihi wasallam يوم القيامه wakiwa ni wanafik, ikiwa ndio kaulu sahihi walosema, kwa dalili ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema a'rifuhum wa ya'rifunani, mimi nawajua na wao wananijua mimi. Mtume akawauliza wa kaifa ta'rifuhum, wewe utawajua kisampuli gani? Hadith ambao kwamba alipokea Imam al-Bukhari, akasema nitawajua wao min athari al-udhu, kwa zile athari zao za udhu, mimi nitawajua kuwa hao walikuwa ni wafuasi wangu, lakini itikadi zao zikawa zimejaa unafiki, kinyume na yale wanaotakiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na yale walokuwa nayo kinyume na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din ya rabbal alamin. اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. وأقم الصلاة.